rehema zake ili tuweze kurejea kwake na aweze kutubadilisha. Nazungumzia upendo wa Mungu. Yohana 3:16 anasema ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Upendo wa Mungu hauangalii dini, ndugu yangu. Upendo wa Mungu hauangalii jinsia. Upendo wa Mungu hauangalii mwenendo wako, bali upendo wa Mungu umeachiliwa kwa wanadamu wote. Hata wewe unanisikia jioni hii ya leo, nakwambia ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu apendezwe na shida zako. Mungu apendezwe na matatizo yako. Mungu apendezwe unavyohangaika, bali Mungu anataka umrejee jioni ya leo ili aweze kukubadilisha. Biblia yangu inaniambia kwamba wanadamu wote tulipotoka, wala hakuna mwanadamu aliyekuwa mwema. Ndio maana Mungu alipotazama ulimwenguni akaona ya kwamba wanadamu wote tumepotoka na tumeangamia, akaandaa mpango ili wakuja kutukomboa, ili wakuja kuturudisha. Akamtuma Yesu duniani, akazaliwa kama mwanadamu wa kawaida, akaishi kama mwanadamu wa kawaida, akatembea kama mwanadamu wa kawaida. Lakini mwisho wa siku, sikia nikwambie, mbingu zote zilijua na kuzimu lifahamu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Alipokufa siku ya kwanza, shetani akajua amemweza. Siku ya pili akajua amemweza. Siku ya tatu mwanaume akafufuka. Siku ya tatu mwanaume akaacha kaburi. Siku ya tatu mwanaume akaambia kuzimu ya kwamba huwezi kunishika kwa sababu ya kwamba mimi ndio Mwokozi, mimi ndio kimbilio la yote. Unaisikia sauti? Acha nikwambie kitu kimoja. Achana na maneno ya watu wanaosema kwamba wewe huwezi kufika popote. Sikia kwamba nikwambie, Mungu mwenye upendo mwingi na Mungu mwenye rehema nyingi